Tunaweza kubaraka katika ulimwengu huu viambatana na wewe. Tuko hapa tunatembea, tunazunguka hapa. Kisema kilikuwa wapi? Maandiko yananiambia Mungu alimfungua macho Ajili akaona kile kisima. Mungu akufungue macho leo uone kisima ambacho kipo karibu na wewe. Mungu afungue macho yako leo uone vitu ambavyo vitakupa raha. Katika safari ya maisha ulikuwa na pesa, sasa hivi hazipo tena. Maana yake umepotea katika bonde la Beersheba. Ulikotakiwa kufika hujafika, pesa imekatikia kwenye bonde. Kiriba cha maji ulichokuwa nacho kimeisha. Maana yake umepotea kwenye bonde la Beersheba. Haleluya. Nielewe sasa, sikiliza. Lakini nahisi ya kwamba ulikuwa na pesa siku za nyuma na sasa hivi hazipo tena. Ulikuwa na maduka sasa hivi hayapo tena. Ulikuwa na migahawa sasa hivi hazipo tena. Maana yake ulipotea katika bonde la Beersheba. Migahawa ikaisha, maji yakaisha, pesa ikaisha. Nataka leo macho yako yafunguliwe uone kisima cha maji ambacho kipo karibu na wewe. Watu ambao walikuwa wanamwambia kwamba hivi uchafu kama huu, nafikiri shirika la afya walikuwepo wakati huo pia, kwamba mate ya mtu, najua huyu mtu anaumwa nini. Mate yake anaweka kwa macho yako, huyu mtu anaumwa nini. Unajua, sikiliza nikwambie, watu wengi wanakuwa na maswali sana. Usiwe na maswali. Ndio maana Naamani mkoma alipoenda ni apoyo na Elisha. Yeye alikuwa alikuwa ni askari mmoja wapo kule sehemu za Sham. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni mkuu wa jeshi la Sham. Anaenda kwa Elisha ili apoye ukoma wake. Elisha akamwambia, akamtuma mtu mmoja mjumbe, akamwambia mwambie aende pale katika mto wa Yordani aweze kunawa na ukoma utaisha. Akasema hivi, mzee ana akili kweli? Hivi nikaoge maji ya Yordani, pale nilau pale, maji ya nilau mazuri sana bakteria yale. Ele maji yana typhoid yani. Mimi kaoge Yordani na typhoid. Nikanawe pale, mimi mkuu wa jeshi la Sham ambaye rais wa Sham ananitegemea mimi, usalama wa nchi yake, nikaoge kwa mto. Kaambia nenda. Lakini mtu mmoja akamwambia, bwana hebu wewe kubali tu. Wewe kubali mnenda Kanada alafu tuangalie matokeo utakani. Maana kwa sema aliponawa ukoma wake ukaisha. Wewe nenda Kanada alafu ukipata malaria, sio mwambie Elisha nimenawa ile maji ukoma umeisha, lakini nimepata malaria mnani. Pata typhoid mtumishi. Na hiyo tunatoa pia katika jina la Yesu. Akaenda kunawa pale. Yesu Kristo sio kwamba yeye hawezi kumfungua macho, anaweza pale, lakini anataka uwe mwanafunzi, uwe mtii. Nenda katika birika zero nawa utapona. Kwani wewe unataka nini? Nikuponye kisalama? Haleluya. Bwana mnanga wa kienyeji anakukalisha kwenye kosi ya kete. Kisha niko pale. Toa shati, unatoa shati na digrii iko pale. Alafu yeye mwenyewe yuko pale tu amefunga kitambaa chekundu kwa kiuno. Anakuzunguka pale na anakupiga na mkia wa kwea na umetulia, maji yenyewe yako kwenye mtungi analala usiku kucha. Jamani, anachovya kwa mtungi anakupiga na uko sawa. Na digrii unayo umenyosha pale. Digrii imekaje? Semani na wakati mganga wa kienyeji hajui mlango wa darasa haelewi, anakupiga kichurachura pale na digrii yako. Semani na ndio maana Yesu akaja na hiyo formula kwamba hawa ni kuweka mate kwa tope alafu aweke kwa macho akanawe. Kama unakaa kwa ngozi akike pale na hii mate paka. Semani na akaenda kunawa. Anaenda kunawa, aliponawa akasema jamani wananimeona. Lakini kulikuwa kuna matekano, watu wanauliza kwani angemponya tu, angemwambia pale akamponya, wewe una shida gani? Na kutengeneza mate na kutengeneza matope na nini na kwa mpaka watu wakikuna hatuelewi. Mbona hatuelewi sasa?
usielewe. Unataka kuelewa alafu iwe nini? Anasema hivi, maandiko yanasema kwamba upepo, sema upepo. Rudia tena, sema upepo. Upepo uvuma upendako na sauti yake unaisikia, lakini haujui unapotoka. Unataka kuelewa nini hapo? Utakariri ngozi ya kendo leo ikaliaka tu. Sema amina. Yule mtu pale akawa amekaa njiani anaomba sadaka. Akasema akawauliza watu ambao wanaona na watu wanaopita njia. Akauliza, nasikia kelele sana, nasikia usana mwana wa Daudi. Kelele nyingi sana, kuna nini? Akaambiwa ni Yesu mwana wa Daudi anapita. Akasema akapiga kelele akasema, jamani ninaomba Yesu aje nimuone nimshike tu angalau. Wanafunzi wakamwambia, kata sehemu. Unajua kuna watu hapa wakati wewe unataka kuimba, unataka kujibu na mwimbaji anakuambia kata sehemu. Dawa haraka. Wewe si kuimba, nyamaza kimya. Wewe si kuhubiri, nyamaza kimya. Haleluya. Akaomba, jamani Yesu nisaidie niponye macho. Hajaomba hela. Wewe unakuwa makini kwenye kuomba hela. Omba macho yafunguliwe. Macho yakifunguliwa hautaomba hela, lakini utawasaidia watu hela. Utakuwa unatoa msaada kama mchungaji wa Semena anatoa msaada. Macho yako yafunguliwe leo upate kuona vitu ambavyo unatakiwa kuona. Kuna vijana macho yao yamefungwa, wanatafuta wanawake wa kuwaoa lakini hawajawahi kuwaona mpaka leo. Kuna mabinti wanataka kuolewa, wanatafuta vijana wa kuwaoa, hawajaona mpaka leo. Nasema pokea kufunguliwa macho leo, waone wale waliotakiwa kuwaona. Sisi